Mimi naitwa Kijakazi Madenge Abbas Sakapala. Mimi ni mhasibu na ni msimamizi wa fedha kutoka AfriPelicans Associate. Pia mimi najitolea hapa Sakapala Community Center kama mkufunzi wa masuala ya fedha na jinsi ya kuandaa bajeti. Leo Jumamosi tutaenda kujifunza jinsi ya usimamizi wa fedha na masuala ya bajeti. Karibuni sana. Asante. Kwanza darasa letu hili litakuwa shirikishi. Mimi nitaongea na nyinyi pia mtaongea. Hakuna mtu ambaye hajui, wote tunajua. Kwa hivyo basi mimi nitakuwa nauliza maswali kwenu, mtakuwa mnanijibu. Nimekuja kujifunza pia kutoka kwenu. Mtu akiwaambia kuhusu bajeti mnaelewa nini? Salama, shikamoo, karibu sana. Kwa jina naitwa Hamida Mtoo. Ni mwanafunzi wa utengenezaji batiki hapa Sakapala Community Center. Teacher ameuliza swali, ukiambiwa bajeti ni kitu gani au bajeti ni nini au imemaanishwa nini? Bajeti ni mipangilio ambayo uliokuwa umeipangilia kama binadamu katika maisha yako. Unataka ufanyeje au unataka uweje? Sasa je, katika upangaji wako uweje au unataka ufanyeje? Kuna kitu gani unafanya? Labda unafanya biashara, lazima bajeti itaingia. Ndipo utapanga bajeti. Ukianza biashara utapanga bajeti. Bajeti inakujaje? Ni kitu chako kilichokuwa kizima, ambacho kile kitu kizima utakigawa katika vitu vya aina tofauti tofauti, lakini lazima kuna kitu kibaki. Hapo ndo nilipoishia. Asante. Mwingine? Basi kama hakuna mwingine, kama alivyosema hapo kuhusu bajeti, ni kama hivyo yani. Hakuna mtu ambaye afanyi bajeti, na bajeti itakusaidia katika mambo yako mengi. Sasa leo tutajifunza jinsi ya kuandaa bajeti. Bajeti ina pande mbili. Kuna mapato na matumizi. Na kuna sheria inaitwa 50-30-20. Na hapo ndo leo tutajifunza zaidi. Kwa hiyo sasa si mnachukua notes kidogo. Bajeti wanasema hii ni kama ramani ambayo inaonyesha mapato yako na matumizi yako. Bajeti yani wewe kama unavyoelewa hivyo bajeti ni nini? Ni hivyo hivyo. Sema yani kitaalamu wanasema hiyo ni kama ramani ambayo inaonyesha matumizi yako na mapato yako. Mapato ni kama mfano mshahara, hela yako ya biashara, hayo ndio mapato. Matumizi yako, kuna vile vitu vyako muhimu, vitu vyako vya matamanio, hayo ndio kama nini? Matumizi. Sasa leo tutaenda kujifunza jinsi ya kuandaa bajeti yako nzuri ambayo itakusaidia kwa namna moja ama nyingine katika biashara zako na maisha kwa ujumla. Tumeelewana? Sawa. Sasa hapa itahitajika hisabati. Sasa inabidi nitapita kila meza, tutaelekezana, tutaelewa. Waliopita nadhani kwa namna moja ama nyingine waliweza kuelewa. Kwa hiyo kwa uwezo wa Mungu tutaelewa, msiogope hisabati. Kuna hiyo sheria. Kwanza tunatakiwa tujue vitu viwili. Tutofautishe kati ya mahitaji na matamanio. Sawa. Wazungu wanasema needs and wants. Mahitaji ndo anaita needs na matamanio ni wants. Matamanio ni vile vitu ambavyo hata kama ukikosa hautokufa, hautoumwa, yani ni vitu tu ambavyo unavifanya kufurahisha nafsi na moyo. Ila kuna mahitaji kwa mfano chakula. Wewe huwezi kuishi siku 365 bila kula chakula. Kuna makazi, ndo malazi hayo. Hauwezi ukaishi mitaani. Lazima katika bajeti yako uandae kiasi cha pesa ambacho kitakukidhi wewe katika malazi. Ndio najua mna nyumba, lakini katika hizo nyumba sasa hivi kuna masuala ya umeme. Ila umeme utapata wapi? Utatumia hela biashara? Hapana. Kwa hivyo leo tutaenda kujifunza kinaga ubaga kuhusu hivyo vitu. Kuna sheria inaitwa, mnanielewa au unawachekesha? Kuna sheria inaitwa 50-30-20. ambako tunasema katika asilimia ukijumlisha hiyo 50, 30 na 20
unapata 100%. 50, 30 na 20. Sasa ukija kujumlisha katika hiyo 50, 30 na 20 unapata 100%. Wewe una mapato yako, si ndio? Unapata mshahara wako. Katika huo mshahara wako, hiyo ndio tunahesabu kama 100%. Sasa katika hiyo 100% ndio tunaenda kuitawanya katika 50, 30 na 20. Kama tulivyosema kwamba katika matumizi ya mtu kuna vitu viwili, either atumie kwa mahitaji maalum au matamanio. Pia msisahau kusevu, akiba haiozi. Kwa hivyo leo tutaenda kujifunza, na hivi sasa ni muda wa kusimama. Naomba nikaribishe, naomba ridhaa yenu nije hapo mbele yenu niwaelekeze hisabati. Karibu. Nawaelekeza wote, hata nitapita mmoja mmoja, msijali wala msiwe na hofu. Niwatoe mashaka ya kwamba nitampitia mmoja mmoja. Inshallah. Msijali, ile ada yetu haikupotea. Kuna hiyo nimesema kuna sheria inaitwa 50, 30, 20, sawa? Unajua mfano mimi na nini ni mchoraji wa piko, mfano sio kweli, hata sijui chochote. Labda pia mimi nafanya makeup, labda mimi pia ni mpambaji wa maharusi, si ndio? Katika hizo shughuli zangu zote nitatumia kiasi cha pesa ili niweze kupata malighafi, si ndio? Kwa mfano kwenye hina, malighafi yangu inabidi niwe na kile kidude cha hina cha kuchorea, si ndio? Hapo nitatumia pesa, si ndio? Lakini watu wakija kupata hiyo huduma kwa kuchora hina au piko inabidi walipie, si ndio? Kwa hiyo hapo kwa mfano mimi, mtu ukija kwangu kuchora piko inabidi ulipie labda 11,000, si ndio? Lakini mimi kile kidude cha hina nimenunua kwa 1,000. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unachukua gharama ambazo umetumia kununua hiyo nani yako ambayo itakuwezesha wewe kutoa huduma, unatoa. Hina si nimenunua kwa 1,000, lakini mtu akija nikimchora namchora kwa shilingi ngapi? 11,000. Kwa hiyo utachukua 10,000 unatoa na shilingi ngapi? Na 1,000. Ile hela ambayo umetumia kununua. Mimi napika vitumbua. Vitumbua ili nipike natakiwa niwe na mchele, sijui mafuta ya kula, sukari, hivyo. Kwa hiyo ile gharama yote tuseme ni 1,000, si ndio? Lakini vitumbua vyote vile mimi nikiuza napata shilingi ngapi? 11,000. Kwa hiyo nikichukua 11,000 kutoka kwa 10,000 nabaki na shilingi ngapi? 10,000. Hiyo 10,000 tunaihesabia kama mapato. Ndio mapato yako. Sasa katika kuandaa bajeti kuna sehemu mbili, sawa? Sehemu mbili hiyo utazigawa katika bajeti. Ukiwa unaandaa jedwali lako la bajeti unazigawa katika sehemu kuu mbili, ambako upande wa kwanza utaandika kama mapato, kama tulivyosema kwamba mapato tunaihesabia kama 100%. Kwa hiyo ndio maana huku upande wa kwanza niligawa kama nini? Mapato. Unaweza kaandika kama utaweza au utakopi kwa huyu, sawa. Kwa hiyo kwa huku juu tunaweka 100 ngapi? 100. Tumesema kwamba bajeti ina pande mbili, mapato na matumizi. Upande wa matumizi unaandika zako 50, 30, 20. Na hapa sasa ndo tunaanza kwenda kujifunza hesabu jinsi gani hiyo 50, 30 na 20 inatumika wapi, sawa? Kuna mambo yako muhimu lazima wewe ule. Hauwezi ukafanya zako biashara ukapata zako hela yako, labda ndio umetengeneza batiki, umepata faida yenu. Hauwezi ukajinyima kwamba usile, utakufa wewe. Sio upate hela yako wewe, usifanye vitu vyako vya matamanio, vitu ambavyo sio lazima. Sisi binadamu moyo umeumbwa na tamaa. Utatamani ununue perfume, utatamani upake makeup. Kwa wale wazangu na mimi utatamani ubandike kope. Kwa hiyo lazima katika bajeti yako pia uweke pembeni 20% ngapi? 30. Tunaenda kwenye 20%. Hapo ndo na usema, mnanielewa au unaongea haraka? Sasa katika 20%, hizo 50, 30, 20 hapa ndo nazinyambua. Katika 20% hapo kuna masuala ya madeni, akiba na vitu vyako vingine vyote. Akiba haiozi. Ukitunza hela yako leo itaweza kukusaidia mbeleni. Kwa mfano, biashara ndio sasa hivi labda imekaa vizuri, lakini itafika wakati biashara itadorora. Utarudiji tena mjini, inabidi uwe na nini? Na ile akiba yako. Akiba yako itakusaidia japokuwa hautarudi katika ule ukubwa ambao mara kwanza ulikuwa nao.
Hivi hapo kwanza mnanisikia wote? Haya, hesabu ndo nitasogelea. Japokuwa hautorudi katika ule ukubwa wako ambao ulikuwa nao mara kwanza, sababu ulikuwa unauza dazeni 20, lakini ile akiba yako itaweza kukusaidia wewe kurudi hata ukao unamiliki dazeni ngapi, hata 5. 5 si ndogo. Kwa hiyo katika hii somo letu la bajeti ndo tunagawanya hapo. Kwa nimesema 50 unagawanya kwa wale mambo yako muhimu. Masuala sijui ya chakula. Yaani wewe umepata zako, umeuza vijora vyako, ushatoa hapo hela, malighafi kila kitu. Umebaki na 100,000. Hiyo 100,000 unaigawanya katika 50%, ambayo 50% ni sawa sana shilingi ngapi? 50,000. Kwa hiyo 50,000 ndio utaitumia sasa. Unafanya biashara ili kuboresha maisha yako. Kwa hiyo ukishapata yale mapato yako utakusaidia wewe tena, wewe utakuwa yule ambaye zamani ulikuwa unashinda ugali na ndimu, sasa hivi walau una pesa, si ndio? Utaweza kununua hata fungu moja la dagaa. Kwa hiyo 50% yako hiyo ndio utatumia katika yale mambo yako muhimu. Ndio tunasema masuala ya chakula, masuala ya malazi, mavazi na kadhalika. Na japokuwa si kweli kila siku utanunua nguo mpya. Kwa hiyo hapo akili kumkichwa. 30% kama tulivyosema katika yale mambo ambayo sio ya lazima. Shoga yako anaolewa, anakwambia amepitisha sare. Hiyo 30% ndio utaenda kununua nini? Sare. Maana kununua sare sio lazima jamani. Ni mambo tu ya kibinadamu. Afu 20%, hiyo 20 sasa ndio itaigawanya katika makundi hayo mawili. Baada itaweza kunisaidia labda kupata mtaji wa kuanzisha biashara yangu ya batiki. Nitapata wapi hela? Kuna taasisi za fedha, labda benki unaenda kukopa, si ndio? Na deni kulipa. Kwa hiyo katika hiyo mapato yao umeshaenda kukopa, ndio umepata hela imekusaidia kuanzisha biashara. Imeshakusaidia kuanzisha biashara, umekuja umeuza, umepata nini? Mapato. Sasa utalipaje? Na kati hapo tunasema kwamba katika yale mapato yako unayoyapata 50% uweke katika mahitaji yako maalum, afu 30% uweke katika mambo yako ambayo sio ya lazima. Sasa madeni utalipaje? Ndio katika hiyo 20% iliyobaki utagawanya 10% ya mapato unayopata ukalipe madeni. 10% akiba. 10% sasa ndio masuala ya akiba. Akiba hapo kwenye ndio, au mtoto wako anaumwa, hela utapata wapi ya kwenda kumtibia huyo mtoto wako? Inamaanisha hapo sasa ndio utatumia ile 10% yako akiba yako uende kumtibia mtoto wako. Labda umepatwa na msiba wa ghafla, utapata utapata wapi hela kwenda kuchangia sanda? Kwa hiyo 10% yako utaenda kuitumia kwenye nini? Kwenye hayo mambo yako ya dharura. Natumai mmenielewa, au kama naongea haraka naweza nikarudia. Tumeelewana? Bajeti unaweza ukaiandaa kwa siku, kwa mwezi, miezi 6. Yaani ni wewe tu, inategemea na kipato chako na ingizaje. Kwa mfano kama mimi nauza zangu vitumbua, mimi mpaka jioni napata zangu nini? Mapato. Kwa hiyo naweza nikaiandaa bajeti yangu kwa siku. Mimi nafanya kazi lakini mshahara nilipo kwa baada ya miezi 6. Kwa hiyo baada ya miezi 6 pia yaani ni wewe tu. Mimi nafanya kazi, labda hela yangu napata kwa mwaka. Kwa hiyo hapo nitarekodi hata kwa nini? Kwa mwaka. Tumeelewana?